nimefaidika sana na nyendo ambazo alitembelea Mheshimiwa Saidi Juma Mkumba ambaye ni mwenyekiti wetu wa mkoa. Bado nafaidika sana na kazi zake alizozianzisha ambazo anaziendeleza. Tunaomba utupekee salamu zetu za shukrani kubwa kabisa kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Hakuna jambo ambalo tulipeleka sisi kwake kupitia mawaziri wake, kupitia mkuu wa mkoa, kupitia mkuu wa wilaya ambalo alilikataa, bali alituunga mkono na akatuletea fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali. Tunamshukuru sana. Ingetekelezwa Sikonge miradi mingi hadi Sikonge imebadilika kama wewe mwenyewe ulivyoshuhudia. Kuanzia Pangale mpaka hapa umetembea kwenye barabara ya lami ambayo ni aina ya super pave. Ziko chache sana katika nchi barabara za aina hiyo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini hata barabara vijijini nazo zinaendelea kubadilika. Vile Sikonge hapa Mheshimiwa, tumepata fedha nyingi kwa ajili ya huduma za jamii, elimu, afya, maji, ambao hizo zinagusa moja kwa moja wananchi wetu. Tunamshukuru sana. Lakini hakuishia hapo, ametuletea fedha kwenye huduma za kiuchumi, kwenye kupitia mbolea za ruzuku na kupitia fedha za umwagiliaji mashamba. Tunamshukuru sana. Lakini hajaishia hapo. Huduma za serikali wewe zimeendelea kuboreshwa. Ametujengea mahakama ya wilaya na anaendelea kujenga mahakama za mwanzo na huduma nyingine za serikali. Hizo tunaomba utupelekee salamu za shukrani. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwanza naomba nitumie nafasi hii kukushukuru kwa namna ya pekee kabisa kupanga ziara kwenye mkoa wetu wa Tabora. Tulipokuwa tunakuja kwenye gari ulikuwa unaniambia kwamba maeneo yote ya mkoa wa Tabora umekwisha yatembelea kwa maana ya wilaya isipokuwa Sikonge. Leo ndio mara yako ya kwanza kufika Sikonge, na kwa kweli kwa sababu na mimi nimekuwa na mgeni wetu maeneo mbalimbali, Sikonge nimempokea vizuri sana. Ukumbi umechangamka, umeonyesha uhai mkubwa wa chama chetu, na hii ndio Sikonge, na ni matumaini yangu kwamba dozi utakayotuachia hapa itatusaidia sana kuendelea kushinda viti vyote vya udiwani na ubunge. Mheshimiwa mbunge amesema hapa kwamba yako mabadiliko ya tarehe kutoka tarehe 1 ambapo tulipokea taarifa ya awali ya kuanza kutoa fomu mpaka tarehe 28 mwezi wa 6. Sasa nataka niwaambie tu ndugu zangu na wabunge wachache huko hapa na madiwani huko hapa, hata kama tarehe zimebadilika, siku itafika tu tarehe 28 ipo. Kwa hiyo usikae ukafikiri kwamba siku bado nyingi sana, siku zimeisha. Tujiandae vizuri kwamba sasa siku hizi ni za mwisho, ili kama kulikuwa na maeneo hujafagia vizuri, tafuta fagio ufagie vizuri ili tuweze kutekeleza uongozi. Kwanza naomba kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa mapokezi yenu mazuri sana. Kama alivyosema mwenyekiti wa mkoa, nimekuja Tabora hapa mara nyingi kwa sababu ya nyadhifa nilizofanya huko nyuma. Nimekuwa waziri wa kilimo, na huku Tabora kilimo kikubwa kuliko vyote ni tumbaku. Kwa hiyo nina uhusiano na maendeleo ya tumbaku kwa sababu nilikuwa waziri kwa miaka kadhaa. Na yako mabadiliko fulani ambayo tulifanya wakati nikiwa waziri wa kilimo, na furahi kwamba yanaendelea. Wakati nikiwa waziri wa kilimo, makampuni yanayonunua tumbaku ndio yalikuwa yanaleta mbolea, na yalikuwa yanachukua pesa karibu zote za wakulima wa tumbaku. Kuna wakulima wa Tabora hapa waliwahi kulima mwaka mzima afu wakatoka hawana hata shilingi. Wanasema hela zao zote zimelipia gharama ya mbolea. Sasa mtu anauliza, sasa kama niliweka mbolea
halafu tumbako nimelima halafu sikupata hela, hasa mbolea ni ya nini? Tulibadilisha mfumo ule, haikuwa kazi rahisi. Tuliwaambia wazungu wale wa makampuni matatu, yako matatu tu yananunua mbolea nini, tumbako, kwamba nyinyi tuliwapa leseni ya kununua tumbako, hatukuwapa leseni ya kuuza mbolea. Kwa hiyo tugawani, mbolea iende kwa wakulima kupitia ushirika na nyinyi mnunue tumbako kwa mashindano. Na mfumo huo umesaidia kufanya tumbako leo bei yake ni nzuri, na tumbako inaletwa ruzuku kwa ajili ya mbolea. Tulifika hapo mlangoni, wakati tunaingia kulikuwa na bango, na mtu mmoja alikuwa analinyoosha, mwingine anamwambia shusha, na mimi nikasema anashusha la nini? Mbona tumeshalisoma? Tumelisoma, lilikuwa linasema wakulima wa Sikonge wanadai bilioni 1.2 fidia ya mbolea ya ruzuku, au sio? Sasa akashusha yule bwana, kitu kasha tumeshasoma. Kwa nataka niwaambie kwamba hili swala la mbolea na ruzuku tutalizungumza baada ya kikao hiki kule Tabora na wenzetu wa Watco, na wako maofisa wa serikali ambao wanalifanyia kazi. Tunaenda watuambie kazi yao hiyo imefikia wapi, lakini nataka kuhakikishia kwamba mtalipwa fedha yenu, kwa sababu ndio ilikuwa imekusudiwa na serikali mpewe ruzuku ya mbolea kwa ajili ya tumbako. Ndugu wananchi na wajumbe wa chama chetu, sisi ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Nyinyi wote mlioko hapa ni viongozi. Tumepokea mwanachama wetu mmoja mpya kutoka Chadema, lakini pamoja na kelele nyingi za Chadema isingeweza kujaza chumba hiki chote kikiwa ni viongozi. Hakuna chama cha namna hii isipokuwa sisi. Tena hakuna chama cha namna hii Tanzania, na kwa kweli hakuna chama cha namna hii Afrika chenye viongozi wengi namna hii, hakuna. Sisi ndio chama ambacho kina wanachama kila nyumba 10, na kila nyumba 10 na kiongozi wao. Hakuna chama vingine vyote vikija vinakuja kujifunza kwetu. Hatutaki chama cha watu wachache, hataki chama cha viongozi, tunataka chama cha wanachama. Na wote mnaona hapa wajumbe wa halmashauri kuu na vyeo kibao, wakiwahesabu halmashauri kuu yote pamoja na mwenyekiti, tuko 164 na 204. Sasa kingekuwa chama cha watu 204 kingekuwa kidumu, maana watu 204 wanaweza wakagombana kikafa kule kule. Lakini chama hiki kina wanachama 12 milioni. Tena hiyo ni hesabu ya wiki iliyopita, inawezekana wanaendelea kuongezeka na mwingine ameongezeka sasa, hesabu hiyo. Chama cha Mapinduzi sio chama cha mgogoro, sio chama cha matusi, ni Chama cha Mapinduzi. Tuna kazi ya kufanya ya kuleta mabadiliko katika maisha ya watu wetu. Hatuwezi kuwa na muda wa kutukanana. Ndio maana ukisoma ahadi za mwana CCM, usipoangalia unafikiri unasoma dini. Nitasema kweli daima, fitina wangu mwiko, alafu kimalizo kikapo jikiwa unaanza fitina saa hiyo hiyo baada ya kiapo. Anasema rushwa ni adui wa haki, sitatoa wala kupokea. Amina, unaleta mkono alafu unapokea saa hiyo hiyo.
Chama cha Mapinduzi kina kazi ya kufanya, lakini ni chama cha binadamu. Ndio maana Mwalimu aliandika kijitabu kinaitwa Tujisahihishe. Mwaka 1962 alijiuzuru waziri mkuu baada ya mwezi mmoja, akarudi kwenye chama chake akaandika kitabu Tujisahihishe. Alikuwa anajua hiki ni chama cha wanadamu, tunaweza kukosea alafu tukafanyaje? Tukajisahihisha. Kwa niaba ya wajumbe hawa wote wa CCM na viongozi na wananchi wote, tumeyapokea maelekezo yako na tutaendelea kuyafanyia kazi. Lakini tunakuahidi CCM wilaya Sikonge, lakini tukishirikiana na serikali, wananchi wote kwa ujumla, tumejipanga kumpa heshima yake anayostahili Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri aliyoifanya kwa kipindi cha miaka 4. Tunakwenda kupiga kura za ndio zote kutoka wilaya ya Sikonge ili tumpe haki yake anayostahili kwa kazi kubwa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi aliyoifanya kwa kipindi cha miaka 4.